mtazamaji kwenye channel hii ya Said TV Media. Natumaini uko salama mahali kote uliko. Kwa hiyo nakualika uzidi kusubscribe, like na comment pia na kushare ili uendelee kupata habari zetu kamili. Marekani yapiga mabomu kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran, huko Trump akisema Iran lazima ifanye amani na wajadiliane na Israeli ili kukanusha ile mashambulizi. Huku waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi aonya kuhusu athari za milele kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye sehemu yao. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vyapuuzia kutangaza kuhusu ile shambulio ya Marekani na kusema kwamba haikuwa shambulio, haikuwa milipuko ya ajabu na wala haikugusa eneo zao za nyuklia. Na huku Israeli inapongeza Trump kwa kushambulia Iran na kusema kwamba jina la Trump limeandikwa kwa dhahabu katika vitabu vya historia. Endelea kufuata habari, na hii ikiwa ni habari kamili, na hii ni sauti yake Mone Juma Adolf kutoka mashariki mwa DRC Congo, na hii ikiwa ni Said TV Media. Marekani imeshambulia maeneo ya nyuklia ya Iran kwa makombora ya B2, amesema afisa wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani imekamilisha mashambulizi kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz na Isfahan. Fordo imeenda, aliandika Trump kwenye ujumbe wake wa mtandao jukwaa la kiujasusi. Tumekamilisha shambulio letu lililofanikiwa sana kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, Natanz na Isfahan. Ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Iran, aliandika kwenye Truth Social. Trump aliongeza kuwa mzigo kamili wa mabomu ulirushwa Fordo na ndege zote zilikuwa njiani kurudi Marekani. Ndege kivita za Marekani B2 ambazo ndizo zenye uwezo pekee wa kupiga makombora kwenye kufikilia maeneo ya nyuklia ya Iran yalipo chini ya ardhi. Sasa Donald Trump akaamua kutuma ujumbe. Baada ya kushambulia Iran, Donald Trump akatuma ujumbe, na ujumbe wa Trump kwa utawala wa Iran ilikuwa mfupi: njoo kwenye meza ya mazungumzo au shambulio zaidi litakuja. Wasipofanya hivyo, mashambulizi yajayo yatakuwa makubwa zaidi. Katika kuelekea mashambulio hayo, Trump alirudia mara kwa mara, angalau hadharani aliacha nafasi ya mazungumzo kuendelea. Sasa anaendelea kuacha njia wazi, lakini huku tishio la mashambulizi zaidi ya Marekani likiukabili uongozi wa Iran. Aidha kutakuwa na amani au kutakuwa na janga kwa Iran kubwa zaidi kuliko tulivyoshuhudia katika siku 8 zilizopita. Aliweka wazi kuwa Marekani inaamini operation hiyo imekamilika ikiwa tu Iran itakuja kwenye meza. Marekani imehamasisha mali nyingi za kijeshi katika eneo hilo, jambo ambalo linapendekeza kama Trump alivyobainisha kwamba Marekani iko tayari kuchukua hatua haraka sana ikiwa rais atachagua hivyo. Iran yaonya kuhusu athari za milele kufuatia mashambulizi ya Marekani, huko waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amelaani shambulizi la Marekani na kusema kuwa ni la kuchukiza, na anasema Iran ina njia zote za kutetea uhuru wake. Matukio ya asubuhi ya leo ni ya kuchukiza na yatakuwa matokeo ya milele. Kila wanachama wa Umoja wa Mataifa lazima ashtushwe na tabia hii hatari sana na isiyo ya kisheria na ya uhalifu, ameandika kwenye chapisho lake la X. Araghchi anaongeza kuwa Marekani imefanya ukiukaji mkubwa wa katiba ya Umoja wa Mataifa kama wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na huku vyombo vya habari vyote vya serikali ya Iran vyapuuza ile shambulizi na kusema kwamba alikuwa shambulizi la hatari. Mtangazaji wa televisheni ya serikali ya Iran amepuuza tangazo la Trump kuhusu kuharibu mtandao wa maeneo ya nyuklia ya Fordo, akiongeza kuwa ni mahandaki mawili tu vya kuingilia na kutoka kwa Fordo vimeharibiwa. Vyombo vya habari rasmi vya Iran vilianza kudharau mashambulizi hayo mapema. Morteza Eiradi, msemaji wa usimamizi wa mgogoro wa mkoa wa Qom,
ambaye alikuwa amethibitisha shambulio la sehemu ya Fordo, baadaye aliharakisha kusema kwamba jimbo lote likiwa utulivu kabisa. Vyombo vya habari vya Iran pia vilijaribu kupunguza kwa kusema milipuko hiyo sio mikubwa sana. Wakati huo Iran inakabiliwa na kutokuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria eneo la Fordo, ikitaja mashambulizi ya adui kama sababu. Hii imesababisha kupunguza kwa video na picha zilizotumwa kwenye mtandao wetu wa Said TV na kushirikishwa kwenye mitandao ya kijamii, ikimaanisha kwamba tunapaswa kutegemea zaidi video za vyombo vya Iran na vyombo vya habari vya serikali na maelezo ya kipekee. Waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Israel Gideon Saar amesema Trump ameandika jina lake kwa dhahabu kwenye vitabu vya historia kutokana na uamuzi wake wa ujasiri kutekeleza shambulizi dhidi ya Iran, kulingana na tafsiri ya chapisho lake kwenye X. Aongeza kwa waziri mkuu wa Israeli Netanyahu aliongoza hatua hiyo ya kihistoria. Rais wa Israel Isaac Herzog pia amemshukuru Trump kwa hatua yake ya kijasiri ambayo inalenga kuleta usalama na utulivu wa ulimwengu mzima. Hii ilikuwa ni habari kutoka Said TV Media na mtangazaji wenu ni mimi Mone Juma Adolf kutoka Mashariki mwa Kongo. Na kualika tena uzidi kusubscribe na kushare na kucomment ili uendelee kupata habari zetu kamili. Asante.